Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nitataka boosters wakae. Lakini kabla hawajakaa, nataka niondoe kirusi kimoja. Hallelujah. Kwa dakika kama 10 naweka msingi wangu. Kuna kirusi nataka nikiondoe. Sema amen. Amen. Kuna kirusi nataka niondoe. Ndio. Sema amen. Amen. Sikiliza. Yusi tumeenda kufanya huduma ya kushuhudia. Kakutana na ndugu mmoja hivi. Mtoto wa baba mdogo. Sawa sawa. Kambia Yesu Kristo ni Bwana kuokoa maisha yako. Unaelewa? Akasema Yesu mimi namjua. Nikamwambia Yesu namjua kama nani? Akasema Yesu anaitwa Isa bin Mariamu. Nikasema umepigwa. Yesu sio Isa bin Mariamu. Yesu ni Kristo Yesu. Mwenye neema na baraka. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sema amen. Sema amen. Sasa kirusi nataka nikiondoe leo. Uko tayari nikiondoe? Yesu ni Kristo, Isa ni bin Mariam. Watu wawili tofauti. Nasikiliza. Uko tayari? Msomaji wangu. Ndio. Msomaji wangu. Yes. Utamsomea Biblia hapo. Alafu mimi nitakwenda kwa mwendo ambao Bwana nataka niende. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Fungua kitabu cha Luka sura ya 2. Luka mstari wa 6. Ndio. Hallelujah. Luka sura ya 2. Jehova mstari ni wa 6. Yes. Biblia inasema, ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia. Anasema ikawa katika kukaa huko. Siku zake za kuzaa zikatimia. Akamzaa mwanawe. Sawa. Kifungua mimba. Sawa. Akamvika nguo za kitoto. Alafu kawaje? Akamlaza katika hori ya ng'ombe. Akamlaza katika hori ya kulea ng'ombe. Lakini kisoma kwenye kitabu kimoja, sitaki kusema kinaitwaje, katika sura inaitwa Suratul Maryam aya ya 23 inasema hivi, uchungu ukamchukua ukapeleka kwenye shina la mtende, na alipozaliwa alizaliwa kwenye shina la mtende. Huyo ni Yesu ni nani? Huyo ni bin Mariam. Huyo ni Yesu ni nani? Huyo sio Yesu. Huyo Yesu ni nani? Huyo ni Isa. Isa bin Mariam. Huyo ni Isa. Alizaliwa kwenye shina la mtende. Kwenye mtende. Lakini Yesu Kristo alizaliwa kwenye hori la ng'ombe. Pigia Yesu makofi. Nikueleze jambo la pili. Unataka nikueleze? Hallelujah. Hallelujah. Ukisoma katika sura hiyo ya Maryam, ukasoma kwenye aya 24, inasema maneno haya, pakatangaza chini yake, usihuzunike, hakika Mola wako mlezi amejalia chini yako kijito kidogo cha maji. Haya, kuna mtu hajaelewa. Pakatangaza kutoka chini yake, usihuzunike. Kwa lugha nyingine sema pakatangaza kutoka kuzimu, usihuzunike. Sauti kutoka kuzimu inasema usihuzunike, Mola wako mlezi amekujalia kijito cha maji. Lakini kisoma Biblia yangu kwenye kitabu cha Luka sura ya 2 na mstari wa 8, inaniambia malaika toka mbinguni walishuka duniani wakamwambia Mariamu, umepata neema. Yesu ni Bwana. Piga kelele kwa Bwana. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amen. Nikupe la tatu nisikupe. Ili mkome kumwita Yesu Isa bin Mariam. Nitawakanyaga kofi siku moja. La kiroho.
Kwa neema ya Bwana kwa Kristo hatupigani makofi. Hatupigani makofi. Yesu anapigana kwa ajili yetu. Haleluya. Jambo la tatu. Sikiliza nikwambie. Baada ya Isa kuzaliwa, ndugu zake Mariamu walimkataa. Wakasema, kahaba wewe, baba yako Haruni, ndugu yako Haruni, wala dada zako hawakuwahi kuwa makahaba. Wewe ukahaba umeutoa wapi? Maana alishangaa Mariamu anakuja na katoto amekakumbatia. Kwanza katoto kenyewe ni kama ajabu. Nitakwambia maajabu yake. Pale katoto kamekamatwa, kanaitwa Kaisa, kapin Mariamu. Alipokaona baba yake, akasema, wewe kahaba umetoka. Ulikuwa unajua hilo? Sikiliza nikueleze. Biblia yangu inaniambia wakati Yesu anazaliwa, malaika walishuka na utukufu wa Bwana, wakawaendea wachungaji wa kondeni, wakawaambia wachungaji, kwa ajili yenu mtoto mwanamume amezaliwa. Yeye ni Bwana wa mabwana. Utukufu wa Bwana ulikuwa shangwe, vigelegele vilikuwa mbinguni na duniani neema ilijaa. Uwepo wa Bwana uliongezeka. Haleluya, haleluya, amen. Isa bin Mariam alikataliwa, lakini Yesu wakati anazaliwa, mamajusi kutoka mashariki walikaanza kuifuata nyota, wakasema, yuko wapi aliyezaliwa? Maana tumeiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumshangilia. Isa usurubio, wewe ni nani? Isa usurubio, ni nani? Kwa kipi ulicho nacho? Mwanaume Yesu anazaliwa, dunia ikatikisika. Mtume aliposikia habari za Yesu, akajua kuna ukombozi umekuja, akaanza kutetemeka, kiti kikaanza kuwaka moto. Akawadanganya mamajusi ya kwamba nataka nikamsujudie, lakini lengo lake amuue Mwokozi. Wakati anawaza maneno hayo, Mungu ameshatengeneza basi la kumpeleka Yesu Misri, maana alijua yeye ni Mwokozi wa maisha ya mwanadamu na dhambi zake. Haleluya, amen. Nakupa la mwisho. Haleluya, haleluya, asante Yesu. Sikiliza, wakati Isa bin Mariam amezaliwa, unajua nilicheka sana. Unajua nilicheka sana, nikasema hii ni ajabu sana. Ni ajabu sana kwa sababu inatia huruma. Wakati ule mtoto kazaliwa, mama yake akasema hii imekuwa baba, wataniua. Yule mtoto akamwambia mama yake, don't worry. Kumbe alizaliwa na meno. Ndio maana walisema kitoto cha maajabu. Kitoto cha maajabu kilizaliwa na meno. Sikiliza maneno kiliyosema wakati kinazaliwa. Sikiliza alivyosema, hakika mimi ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu. Yes, naomba nisome vizuri. Haleluya. Aya 30 katika sura hiyo inaitwa suratu nini? Suratul Maryam. Akasema hakika mimi. Unasema hakika mimi. Mimi ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu. Amenipa kitabu. Amenifanya nabii. Yaani anazaliwa tu anaanza kujitupia mavyeo. Anaanza kujitangazia mwenyewe. Eti amenifanya kuwa nabii. Wewe kuwapiga watu Bwana. Yesu alipozaliwa, malaika Gabriel alituma ujumbe before ya kwamba anayekwenda kuzaliwa ni Immanueli. Pamoja nasi.
Yesu hakujitambulisha. Yesu alitambulishwa. Na hata walipomtambulisha alisema nyamaza. Lakini Isa bin Mariam anaanza kujiita nabii. Na katika kitu alinikera ni hichi kinachofuata hapa chini. Alinikera sana. Maana ana uchu. Sema ana uchu. Ana uchu. Huo uchu Yesu hautaki. Unajua alisemaje? Ndio. Nataka nikwambie. Sema baba. Hii inaitwa kubwa kuliko. Sema kubwa kuliko. Kubwa kuliko. Aya 31 katika suratul Maryam, Isa anasema amenipa sala na zaka maadamu niko hai. Yani tangu mtoto ni mchanga anawaza sadaka, anawaza zaka. Acha wewe, acha wewe utakufa vibaya. Yesu anasemaje kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 7? Anasema sikuja kutaka sadaka ila toba. Yani wewe unasema unaanza zaka. Yani watu waenda wafanya kazi wakupatie wewe zaka. Tangu unazaliwa unawaza misadaka. Na ndio maana maisha yako yalikuwa yamesadaka. Lakini Yesu kifuatilia habari zake anasema sikuja kuchukua sadaka, lakini watoto wangu wajue toba. Yesu anawaambia wanafunzi wake, hubirini mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Zaka kizaka. Kizaka hicho. Mpigie Yesu makofi mengi sana. Hebu mpigie Yesu makofi mengi sana. Haleluya. Uko tayari nikwambie kama mwisho? Uko tayari nikwambie kama mwisho? Kata kufurahisha wewe. Wewe nisome maneno ya Isa. Soma baba. Isa katika kasura kanakofuata akasema hivi, naamini iko juu yangu siku niliyozaliwa, siku nitakayokufa na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Yani Isa alizaliwa kwanza na wenge. Yani kazaliwa tu anaanza kuwaza kufa. Wana shida gani? Lakini wewe umerogwa na nani? Alafu anasema tena siku ya kufa na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Yesu anasema mimi ndiye ufufuo na uzima. Isa bin Mariam anamsubiri Kristo amfufue. Umesikia hiyo? Umeielewa sawa? Anasubiriwa kufufuliwa na nani? Na Yesu. Sema anasubiriwa kufufuliwa na nani? Na Yesu. Yesu ndiye ufufuo na uzima. Yesu ndiye ufufuo na uzima. Yesu ndiye ufufuo na uzima. Unajua kuwa na Yesu ni raha. Alafu ni raha ambayo haina shida. Mwangalie jirani yako. Mwambie raha ya Yesu ikoje. Kama Isa bin Mariam mwenyewe anataka kufufuliwa na Yesu, imekaaje hii? Alafu Isa kuna kitu alinifurahisha. Alitumia kauli nzuri sana. Alisema ni kufa kufufuliwa. Yani siku nitakayokufa na siku nitakayofufuliwa. Nikisoma kitabu cha Mathayo sura ya 27 na mstari wa 51, Biblia yangu inaniambia Yesu alipokwisha kupaza sauti yake akaitoa roho yake. Yesu hakuuliwa, alitoa roho yake. Kwa hakuna malaika wala miungu wala madhabahu inaweza kuchukua roho yake. Lakini Isa alichukuliwa roho. Alafu najua aliyechukua roho Isa anaitwa nani? Anaitwa
Jibril sasa kuna kajina kingine kanaitwa Israeli. Alafu watu hawajui maana ya Israeli. Anatembea tu kwa hii dunia, si waelewi. Ukisoma historia kwenye Bible, kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 12 na ule mstari wa 7, Mungu anamwambia Musa ya kwamba usiku wa leo mtashinda kondoo zenu, alafu ile damu mtaiweka kwenye mimo ya nyumba zenu, alafu usiku wa manane atapita malaika. Huyo malaika akipita, nyumba zilizowekewa damu atavuka juu, lakini nyumba ambazo hazina damu atajitwalia. Usiku ule malaika akapita, alipokuta nyumba bwa Misri umekaa ovyo ovyo, hamuna damu, kwa lugha nyingine hamuna damu ya Yesu, akasema wewe ni halali yangu. Nikaona kama mtu kamoja kamenikwa katika mguu namna hii, niache. Malaika anakuambia kaa sawa, maana haujaweka damu kwenye nyumba yako. Katoto ka Farao kalikuwa kamelala kameachana mdomo. Malaika alichofanya, alianza kushikilia kisu kwenye mdomo. Yule malaika wakamwita malaika wa Israeli, maana wa Israeli hawakufa, wa Farao ndio walikufa. Ndio maana akaitwa Israeli. Israeli alitumwa na Yesu Kristo. Amen. Sema nisiseme. Niseme. Isa alizaliwa, mama yake Mariamu hajulikani nani mume. Nina wasiwasi yamkini mapepo alikuwa kahaba, ndio yalikwenda naye, wanaume wengi, kwa sababu sauti kutoka chini kuzimu iliashiria mwenye mtoto yuko kuzimu. Na ndio maana mtoto alipozaliwa alizaliwa na meno. Nasikitisha, kwa kukosa baba akaitwa Isa bin mama yake. Neno bin manake mtoto wa. Ni sawasawa unaitwa Kisandende, baba yako awe Kandanda, utaitwa Kisandende bin Kandanda. Kwa sababu baba hana, akaitwa Isa bin Mariamu. Lakini Yesu Kristo anaitwa Yesu mwana wa Mungu. Mpaka naona raha, mpaka nataka kuanguka chini, au nianguke mbone. Taanguka baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu